Rangi za kuzingatia kipindi unaandika jina la biashara, na kukumbusha jina la biashara ni kiumbe hai kwa sababu herufi zote ni viumbe hai. A ni kiumbe hai, B ni kiumbe hai mpaka Z ni kiumbe hai. Kwa maana yake hivi, hilo jina ambalo umeandika kwenye biashara yako, either frame, wakala, restaurant, pharmacy, biashara yote ile, hilo jina ambalo umeandika katika biashara yako, hicho ni kiumbe hai kwa sababu herufi zote ni nguvu kuu ya uhai. Herufi zote ni viumbe hai. Umenielewa? Sasa kuna rangi za msingi sana za kuzingatia kipindi unaandika jina la biashara katika sehemu yako ya biashara. Kuna rangi za muhimu na za msingi sana kwa mujibu wa ufahamu mkuu kwa kamili, kwa mujibu wa asili kuu kwa kamili, kwa mujibu wa sasa kuu kwa kamili, na kwa mujibu wa nuru kuu kwa kamili. Lazima uwe unaofahamu wa kujua rangi zipi kwa mujibu wa asili kuu kwa kamili inapaswa uzingatie kipindi unaandika jina la biashara. Ipo hivi, kwa mujibu wa ufahamu mkuu kwa kamili, rangi zote ni viumbe hai, rangi zote ni nguvu kuu ya uhai, na pia jina la biashara ni kiumbe hai kwa sababu herufi zote ni nguvu kuu za uhai, herufi zote ni viumbe hai. Umenielewa? Na tuna aina mbili za rangi kwa mujibu wa ufahamu mkuu kwa kamili, na kwa mujibu wa asili kuu kwa kamili, kwa mujibu wa upendo mkuu kwa kamili, tuna aina mbili za rangi. Tunaelewana? Tuna rangi ambazo ni nguvu kuu za uhai za kiume katika asili kuu kwa kamili. Tuna rangi ambazo ni nguvu kuu za uhai za kike katika ufahamu na asili kuu iliyokuwa kamili. Sasa fedha au hela ni nguvu kuu ya uhai ya kiume. Fedha ndiyo manii yenyewe, fedha ndiyo spamu yenyewe, fedha ndiyo shahawa yenyewe. Tumeelewana vizuri? Fedha ni kiumbe hai chenye nguvu kuu ya uhai ya kiume, manii ndiyo fedha. Sasa jina la biashara lazima liwe lina nguvu kuu za uhai za mwanamke. Tumeona vizuri? Kwa nini? Kwa sababu mwanamke huvutiwa na mwanaume. Fedha ni shahawa, fedha ni nguvu kuu ya uhai ya kiume, fedha ni kiumbe hai cha kiume. Manake jina lako la biashara lazima lizingatie rangi zenye nguvu kuu za uhai za kike. Tukote vizuri? Kwa nini? Kwa sababu shahawa huvutiwa na mwanamke, mwanamke huvutiwa na shahawa. Kwa mujibu wa asili kuu kwa kamili, mwanamke na mwanaume huvutana. Jua ni nguvu kuu ya uhai ya kiume, ndiyo fedha yenyewe. Ardhi ni nguvu kuu ya uhai ya kike, huvutana. Tunaelewana vizuri? Sasa lazima uzingatie rangi zifuatazo. Rangi ya kwanza ni rangi nyeupe. Rangi nyeupe ni rangi yenye nguvu kuu ya uhai ya mwanamke. Rangi nyeupe kwa mujibu wa asili kuu kwa kamili, kwa mujibu wa ufahamu mkuu kwa kamili, rangi nyeupe ndiyo tumbo la uzazi, ni nguvu kuu ya uhai ya mwanamke. Maana yake sasa unapoandika jina la biashara kwa rangi nyeupe, maana yake nini? Maana yake inavutia fedha, kwa sababu fedha ni nguvu kuu ya uhai ya kiume. Fedha ni mwanaume, rangi nyeupe ni mwanamke. Maana yake ukiandika jina la biashara kwa rangi nyeupe panatokea mvutano. Umeelewa vizuri? Kwa nini? Kwa sababu rangi nyeupe ni nguvu kuu ya uhai ya kike, ndiyo mwanamke, fedha ndiyo manii yenyewe. Kwa maana jina la biashara lako litakutengenezea amani, furaha, upendo na utulivu, kwa sababu rangi nyeupe ni amani, ni furaha, ni upendo, ni utulivu, ni nguvu kuu za uhai za mbele. Na mwanaume huvutiwa na amani, furaha, upendo na utulivu.
andika jina la biashara kwa rangi nyeupe, kwa sababu rangi nyeupe ni nguvu kuu ya uhai ya tumbo la uzazi, ni nguvu kuu ya uhai ya mbele, ni nguvu kuu ya uhai ya juu. Sisi tumeona vizuri, ambayo hizo nguvu kuu za uhai za mbele huvutiwa sana na mwanaume. Fedha ni jua. Rangi nyeupe ndio ardhi, ndio tumbo la uzazi, rangi ya kwanza. Rangi ya pili ni rangi ya silver. Andika jina la biashara kwa rangi ya silver. Rangi ya silver ni rangi yenye nguvu kuu ya uhai ya mwanamke. Rangi ya silver ni rangi, ni kiumbe hai cha kike, na fedha ni kiumbe hai cha kiume. Kwa ukiandika jina la biashara kwa rangi ya silver, maana yake umeandika pale rangi yenye nguvu kuu za uhai za mwanamke. Maana yake itavutia nini? Itavutia nguvu kuu za uhai za kiume, ambao ndio manini? Fedha. Shahawa ndio fedha, jua ndio fedha. Tumeona vizuri. Kwa rangi namba 2 ni rangi ya silver. Silver ni tumbo la uzazi, silver ni mwanamke, silver ni utulivu, silver ni furaha, silver ni amani, silver ni upendo. Tunaona vizuri. Fedha kwa maana shahawa, kwa maana mwanaume huvutiwa na amani, utulivu, furaha na upendo. Kwa ukiandika jina la biashara kwa rangi ya silver, maana yake umetanguliza nguvu kuu za uhai za mbele. Kumbuka herufi zote ni viumbe hai. Jina la biashara ni kiumbe hai, liandike kwa rangi ya silver. Kwa nini? Kwa sababu ni nguvu kuu ya uhai ya kike, ndiyo amani, ndiyo utulivu, ndiyo furaha, ndiyo upendo. Na fedha ni nguvu kuu ya uhai ya kiume, huvutiwa na amani, furaha, utulivu na upendo. Manake biashara yako itakupa matokeo ya furaha, amani, utulivu na upendo, kwa mujibu wa asili kuu iliyokuwa kamili, kwa mujibu wa ufahamu mkuu uliokuwa kamili, kwa mujibu wa upendo mkuu uliokuwa kamili, na kwa mujibu wa sasa kuu uliokuwa kamili. Andika jina la biashara kwa rangi ya silver. Kwa sababu gani? Ni nguvu kuu ya uhai ya kike. Rangi namba 3 ni rangi ya pinki. Pinki ni rangi yenye nguvu kuu ya uhai ya kike. Pinki ni kiumbe hai ambacho kazi yake nini? Ni kama tu rangi nyeupe, ni kama tu rangi ya silver. Tumeona vizuri. Fedha ni shahawa, fedha ni manii, fedha ni jua, fedha, hela, ni kiumbe hai kinavutiwa sana na nguvu kuu za uhai za kike. Rangi ya pinki ni rangi yenye nguvu kuu ya uhai ya kike. Maana yake unapoandika rangi ya pinki kama jina lako la biashara, ukiandika kwa rangi ya pinki, maana yake umelitengenezea nguvu kuu ya uhai ya kike. Maana yake nini? Biashara hiyo itakuwa ina utulivu, itakuwa ina amani, itakuwa ina furaha, itakuwa ina upendo. Mwanaume kwa maana ya fedha huvutiwa na utulivu, huvutiwa na amani, huvutiwa na upendo, huvutiwa na furaha. Kwa mujibu wa asili kule kwa kamili, andika kwa rangi ya pinki. Sasa kuna rangi ukiandika ni changamoto. Rangi nyeusi, nitakupa rangi moja. Rangi nyeusi. Rangi nyeusi ukiandika jina la biashara kwa rangi nyeusi, manake rangi nyeusi ni nguvu kuu ya uhai ya kiume, na fedha ni nguvu kuu ya uhai ya kiume. Tumeelewana? Rangi nyeusi manake manii, rangi nyeusi manake shahawa, fedha pia manake manii, fedha pia manake shahawa. Manake hakuna mvutano hapo. Tumeona vizuri, hakuna mvutano hapo. Sasa hii ni kwa mujibu wa ufahamu mkuu uliokuwa kamili katika asili kuu iliyokuwa kamili. Ipo namna hii. Fedha na mwanamke huvutana, ni mtu na mpenzi wake, ila fedha na mwanaume ni mtu na rafiki yake. Tumeona vizuri. Mwanaume na fedha manake wote wana nguvu kuu za uhai za kiume, wote ni shahawa, ila mwanamke na fedha mmoja ni tumbo la uzazi, mwingine ni shahawa. Kwa ukiandika kwa rangi nyeusi, manake kwa mujibu wa asili, ufahamu na nuru kuu kwa kamili, rangi nyeusi ni nguvu kuu ya uhai ya kiume na fedha ni nguvu kuu ya uhai ya kiume. Manake jina la biashara likiwa kwa rangi nyeusi, manake manake nini? Manake ni kiumbe hai cha kiume.
Umenielewa? Kwa maana yake na fedha ni kiumbe hai cha kiume, kunakuwa hakuna mvutano. Ila ukiandika kwa rangi nyeupe, maana yake jina la biashara lako linakuwa ni la kike na fedha ni mwanaume, wanavutana. Ukiandika jina la biashara kwa rangi ya pinki, maana yake kumbuka herufi ni kiumbe hai, jina la biashara ni kiumbe hai, rangi ya pinki, maana yake umefanya hilo jina liwe la kike na fedha ni mwanaume, wanavutana. Ukiandika jina la biashara kwa rangi ya silver, maana yake rangi ya silver ni nguvu kuu ya uhai ya mwanamke. Maana yake jina la biashara la rangi ya silver, maana yake huyo ni mwanamke na fedha ndiyo manii yenyewe, wanavutana. Lakini ukiandika kwa rangi nyeusi au kwa rangi ya dhahabu, dhahabu ni rangi yenye nguvu kuu ya uhai ya kiume. Dhahabu ndiyo manii yenyewe, dhahabu ndiyo jua na fedha ndiyo manii yenyewe, fedha ni jua. Kwa ukiandika kwa rangi ya dhahabu, maana yake kunakuwa hakuna mvutano katika asili kuu, katika ufahamu mkuu uliokuwa kamili. Ukiandika kwa rangi nyeusi kunakuwa hakuna mvutano, kwa sababu rangi nyeusi na rangi ya dhahabu hivi ni viumbe hai vya kiume, zote ni shahawa na fedha ni shahawa. Mwanaume kwa mwanaume huwa hawaingiliani, huwa hawavutiani. Kwa mujibu wa asili kuu uliokuwa kamili, lazima uwe unaufahamu wa namna gani ya kuandika jina lako la biashara kwa kuzingatia rangi zenye nguvu kuu za uhai za kike.